na kikodi ni ajenda za maombi ambazo tuko nazo. Kiweza kutulinda kwa nzuri zaidi, tumishi wa Mungu kiweza kutulinda kwa nzuri zaidi. Mbinu zitakazokusaidia kuzalisha kwa faida kila ufanyacho. Nimesema kutulinda, si ndio? Mbinu zitakazokusaidia kuzalisha kwa faida kila ufanyacho. Na tutajifunza kutokea kwa Mariamu kupitia ule mlango wa kwanza wa Injili ya Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Luka, mlango wa kwanza ule mstari wa 34 na 35. Tutajifunza kutokea hapo. Luka 1 mstari wa 34 na 35. Luka 1 mstari wa 34 na 35. Neno la Mungu linasomeka hivi: Mariamu akamwambia malaika, "Litakuwaje neno hili? Maana sijui mume." Malaika akajibu akamwambia, "Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu." Nasikia ndani yangu kusomea Zaburi ya 32 kama sijaenda mbali. Mstari wa 8, Zaburi ya 32 mstari wa 8. Tutoke hapo Zaburi ya 32 mstari wa 8. "Nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauri jicho langu likikutazama." Nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauri jicho langu likikutazama. Tuna malengo matatu ambayo yanatusukuma kujifunza hili somo. Malengo matatu. Kwa nini tujifunze mbinu zitakazokusaidia kuzalisha kwa faida kila ufanyacho? Jambo la kwanza, tunataka kutambua kwamba kila mtu ana baraka na nafasi ya kuzaa au kuzalisha. Kila mtu ana baraka na nafasi ya kuzaa au kuzalisha. Na hapa tunarejea Mwanzo 1 mstari wa 28. Neno la Mungu linasomeka hivi: Mungu akawabarikia akawaambia zaeni. Mungu akawabarikia akasema zaeni. Alafu anaongeza na baraka nyingine ya maongezeko pale. Bahati mbaya ya wengi ni kwamba wanaposoma ile wao wanaishia juu ya baraka ya kuwa na watoto kwa jinsi ya kimwili. Wanasahau kwamba ile baraka ilienda zaidi. Ukisoma tafsiri nyingine za Biblia hasa Kiingereza, hawatumii zaa ya kupata watoto, ila wanatumia fruitful ya matunda, zaa matunda. Sasa matunda kwenye dunia yetu tulionayo, kila mahali panahitajika matunda. Kwenye huduma tunazofanya matunda yanahitajika. Kwenye kazi ya Mungu tunaifanya matunda yanahitajika. Pale unapofanyia biashara matunda yanahitajika, yaani faida, unahitaji faida. Kama umeajiriwa, yule mwajiri anahitaji faida, lakini hata wewe unahitaji faida. Kwa hiyo kama hautazalisha kwa wingi, maana yake mshahara wako na posho yako inakuwa ndogo vile. Kwa hiyo tunajifunza namna ya kuzalisha kila kitu kwa faida au kwa matokeo makubwa. Kwa nini? Kwa sababu kwanza kila mtu ana hiyo baraka ya kuzaa kuongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sio jambo la kila fulani tu, ni jambo la kila mtu. Tutajifunza mbele vizuri, lakini hilo ni lengo la kwanza, kutambua kuwa kila mmoja ana baraka na nafasi ya kuzaa au kuzalisha. Jambo la pili, kujifunza namna ya kukabiliana na mazingira. Kujifunza namna ya kukabiliana na mazingira kama kikwazo kikuu cha uzalishaji. Kujifunza namna ya kukabiliana na mazingira kama kikwazo kikuu cha uzalishaji. Kwenye mstari ambao tumesoma ule Luka 1 mstari wa 38 anasema, Mariamu anasema, "Litakuwaje neno hili?
Litakuwaje neno hili? Kwa nini anauliza hivyo? Kwa sababu anaona mazingira yote hayaruhusu yeye kuwa na mtoto. Hayaruhusu yeye kuzalisha kitu hicho ambacho anasema kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu. Haone uwezekano. Lakini malaika anamwambia kwamba wewe umepewa neema na Bwana hiyo nayo utajifunza mbele. Lakini hapa anachotaka kukumbusha ni kwamba Mariamu aliona mazingira yamekuwa changamoto kwake. Na hata katika mazingira ya sasa ni kwamba mazingira yanayotuzunguka mara nyingi huwa yanakuwa changamoto. Sasa tutajifunza namna ya kukabiliana nayo. Namna ya kukabiliana nayo ili iweze kukusaidia kuweza kuzalisha kwa faida. Bwana Yesu asifiwe. Hilo jambo la pili. La tatu, kuainisha baadhi ya vitu vitakavyokusaidia kutunza uzao. Kuainisha baadhi ya vitu vitakavyokusaidia kutunza uzao. Kwenye mabano andika kukataa mapoza. Kukataa mapoza. Kukataa mapoza. Ni ajabu sana. Sasa mtazame somo. Ni ajabu sana unapoanzisha biashara, badala ikue kwenda juu, inaanza kukua kwenda chini, maana yake inaanza kudumaa au mtaji mkubwa. Mungu anataka unapoanzisha biashara, ule mtaji wako ukue ili uongeze bidhaa nyingine. Tuko pamoja? Mungu anataka unaposoma, kadri unavyozidi kwenda, maana yake uelewa wako unapanuka, maana yake uzidi kufaulu zaidi na sio uzidi kufeli. Mungu anataka unapofanya kazi, uzalishaji wako kadri na muda unavyozidi kwenda, uzidi kuongezeka, uzae na kuzidi kuongezeka na sio kupungua nguvu kwa sababu yoyote ile. Sasa ni ajabu sana haya mazingira yanatokea, na nilisema asubuhi nikasema ni ajabu sana pia kusikia watu ambao wangetamani kuzaa au kuwa na mtoto sasa katika maana ile ya kwanza ambayo tulizoea, lakini na yeye bado wanashinda. Wakati huo Biblia inasema hapata kuwepo na mtu mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa. Na anasema kama mtu atachukua ile mimba, kwa maana atakuwa kwenye hiyo process, anasema na siku zako mtaitimiza. Maana yake hata ruhusu chochote kuingilia hapa katikati. Sasa kama kuna ahadi hiyo, alafu kuna mtu anajikuta anakosa, maana yake kuna jambo la kujifunza. Na kama kuna jambo, kuna uhitaji wa namna hii, sikiza vizuri kwa Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo inaenda kwenye kila eneo, hata kama ni kwenye uchumi, hata kama ni kazini kwako, kwenye kile unachokifanya. Je, unakizalisha kwa faida ama kimeduma ama kinakuwa kwa chini? Kwa maana ya hasara. Sasa tutaendelea kujifunza vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mariamu anatusaidia kujifunza vizuri. Kama mtu anataka kuzalisha kwa faida, anatakiwa afanye au vitu gani anatakiwa kuvipokea? Cha kwanza, Biblia inasema mwezi wa 6 malaika Mikaeli akamtokea. Na mimi nataka nianzie hapo. Anaposema mwezi wa 6, maana yake anataka kuhusianisha lile tukio au ule unabii wa Yesu kuzaliwa kwa Mariamu na muda. Tuko pamoja? Maana yake muda una nafasi kubwa sana kwenye uzalishaji. Ndio maana sio kila zao linazalishwa kwenye msimu wa kiangazi. Sio kila zao. Na sio kila zao linazalishwa kwenye msimu wa masika. Hata kama kuna mvua ya kutosha, lakini lenyewe pengine linapenda ukame zaidi. Ndio maana wengine wanaamua kulima bondeni, wengine wanaamua kulima nchi kavu kama kulingana na msimu jinsi ulivyokaa. Na hata biashara ziko hivyo. Sio kila biashara inatoka wakati wa joto. Huwezi kuuza masweta wakati wa joto. Haiwezekani. Tunaenda pamoja. Maana kuna mahusiano makubwa kati ya uzalishaji wako na muda. Na jambo la kwanza hapa ninachotaka kuambia ni kwamba hakikisha unatambua na kuziombea nyakati za uzalishaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mara nyingi nyakati za uzalishaji huwa zinakutana na jaribu kubwa sana. Wakati mwingine mtu anakaribia kabisa kupata yale matokeo, anajikuta anaacha. Kumbe angejikaza tu kidogo, angevuka pale, angejikuta anapokea yale matokeo. Nimekutana na watu ambao anakaribia tu mtihani, anaanza shule au anaanza kusoma, kiasi ambacho apate yale matokeo mazuri. Mwingine anakaribia tu kupokea mshahara, anajikuta anaacha kazi, au linatokea jambo pale kazini linasababisha ule mshahara wote unaondoka. Nilikuwa nazungumza na mtu mmoja kwenye hizi huduma ambazo tunafanya. Mama mmoja ananiambia, anasema mtumishi, naomba uombee watoto wangu wote wawili. Mmoja ni mwanajeshi, mmoja anasomea askari. Huyu anakaribia kwa ajili. Lakini huyu mkubwa ni mwanajeshi miaka 8. Anasema kwenye hiyo miaka yake 8 yote, kila wanapokaribia kulipwa mshahara, linatokea tukio
wanaanza kufanya wenzake au yeye au namna yote, ikitokea hiyo tukio linasababisha wanakata mshahara wote. Anasema amefanya ndani ya miaka 8 hiyo yote. Ukienda kuangalia kwenye akaunti kuna milioni, hata kama mimi na wewe hatujui wanajeshi wanalipa shilingi ngapi, lakini unajua haiwezi kuwa milioni moja kwa miaka 8. Si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Maana adui alichokifanya anabana ule muda wa kuzalisha. Ule muda matokeo yanatakaribia kutokea, ndipo anabana. Sasa ni muda muhimu sana wa kuombea, kwa sababu hata ukisoma maandiko utakuja kugundua hata Farao asiyemjua Yusufu alipoibuka alitokea akawaambia wale wazalishaji. Tumezungumza kwa lugha ya sasa wale manesi, na tumezungumza katika lugha ya biashara. Maana yake anasema akawaambia wale watu kwamba wakati wazalishaji hawa wanawake wa Kiebrania akitokea mtoto wa kiume mume, akitokea wa kike mwacheni. Maana yake wanazuia maendelezo wa ule uzao, wanazuia maendelezo wa ile biashara. Na ashukuriwe Mungu kwamba alitia hofu yake kwa kina Shifra na Pua, na Biblia inasema kwa njia hiyo akawasaidia wale watu, wakawatunza watoto wa Kiebrania. Ndio maana kina Yusufu wapo, ndio maana kina Musa wapo, na watumishi wengine wakaendelea kuwepo. Biblia inasema mpaka akaanza kushangaa, kwani hao watu mbona wanazidi kuongezeka na wanaume wanazidi kuzaliwa? Kwani nyinyi mna shida? Akasema hao wanawake wana nguvu, na mimi nakuombea Mungu akupatie nguvu za uzalishaji ndani yako. Kwa nini? Kwa sababu ndani yako hizo nguvu zitakusaidia kuweza kushinda. Hata kama mtatangaza kuzimu kwamba akitokea anataka kuzalisha faida, itokea hasara, Mungu ataisimamia hiyo faida katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa anasema akawaambia, nilicheka sana kwa sababu aliwaambia wakati mwazalishapo akizaliwa wakikimwacheni wakiume wewe, walikuwa wanataka kuzuia mwendelezo wa uzao, kwa sababu mwanaume ndio ambaye anaendeleza ule uzao. Sasa hiyo ni kwa jinsi tu ile moja, lakini tuzungumze hata juu ya faida, jinsi ambavyo kuna aina fulani ya faida. Unaangalia mwenyewe faida unayopata inakusaidia kukuza biashara yako ama inakusaidia tu kuendelea kuishi. Aliyofundisha mtumishi mmoja akasema kuna uchumi wa hand to mouth, yani mkono kinywani, yani unapata fedha za kusaidia tu kula na kunywa basi. Hauna fedha au hauna faida ambayo inakusaidia kufanya vitu extra zaidi ya kile cha kawaida, zaidi ya yale mahitaji ya kila siku. Hata zikusaidie tu kujenga, kupata usafiri au kupata chochote ambacho kinakuwa tofauti na yale mahitaji ya kawaida. Hicho ndio ninachotaka tukinganganie leo. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu akusaidie katika jina la Yesu. Haleluya. Sasa hiyo jambo la kwanza. Tambua na kuziombea nyakati za uzalishaji. Na mara nyingine adui ameweka mtego fulani wa kumfanya mtu huyu wakati wa uzalishaji anabanwa ama na magonjwa ama na hali nyingine, kwa kujua ama kwa kutokujua. Watu wengi utafuatilia muda wa uzalishaji wanajikuta wana uchovu mwingi, usingizi na uchovu hali ya juu. Sasa hiyo hali ni ya kukataa, kwa sababu adui anabana muda wako wa kuzalisha ili kwamba usiweze kuzalisha kwa kutosha au vya kutosha. Kwa nini? Kwa sababu mtu ambaye anazalisha au anafanya kazi masaa 12 ya mchana yote ni tofauti na mwingine ambaye anafanya masaa 4 tu ya mchana. Hamwezi kufanana. Tuko pamoja? Kwa usikubali na wewe kupotezea muda. Usikubali mtu akakupotezea muda kwa kupiga story kama bwana. Anaongea kaka mmoja. Na ndio usikie nipigia simu mtu akasema nakupigia nikusalimie tu. Unisalimia tu, nimepata nini yani ambacho nataka kunisalimia tu. Kwa sababu ule muda unataka kunisalimia tu, mwenzako natakiwa nizalishe kitu. Ama nikae nifikiri vizuri, vitu vizaliwe kwenye mawazo yangu, vitu vikubwa. Na nianze kutembea nazo. Sawa? Ama nifanye kazi fulani ambayo itanisaidia kuzalisha. Na kama kazi tayari ipo, basi niendeleze ule mradi. Sasa watu wengi wanabananishwa hapo. Muda wa kuzalisha wanabana na vitu vingi, shughuli nyingi. Unafanya hiyo, unafanya kile. Mwisho wa siku kitathmini. Na ama chochote. Sasa usikubali muda wako ukachezea. Bwana Yesu asifiwe. Zingatia sana muda. Anaposema malaika alimtokea mwezi wa 6, anataka kutusaidia kwamba kuna mahusiano ya uzalishaji na muda, matumizi yako ya muda. Kutazama muda kama mwezi huu ndio unapokea muujiza. Maana yake inaweza ikatathmini kwamba baada ya muda gani nitapokea matokeo ya aina gani. Ningine jambo la pili, kwa maana kwenye muda hapo unaweza nikakaa mpaka asubuhi. Wakati sasa ni asubuhi, maana yake ni saa 24 ya jana. Bwana Yesu asifiwe.
Jambo la pili, omba neema na nguvu. Okay, labda niweke hivi. Omba neema ya Mungu. Omba neema ya Mungu ili idhihirishe nguvu na uwepo wake kwako. Ngoja niambie. Omba neema ya Mungu ili kusaidia kudhihirisha nguvu na uwepo wake kwako. Yaani uwepo wa Mungu kwako. Biblia inasema kwa Mariamu, malaika anamwambia salamu, uliyepewa nini? Neema. Si ndio? Kwa hiyo cha kwanza alizingatia salamu. Ndio maana hata Mariamu mshtuko wake ilikuwa ni kutokana na salamu. Anasema hii salamu ni ya namna gani? Hajawahi kuona salamu ya namna hii. Lakini tubaki hapa, anasema salamu uliyepewa neema. Anasema Bwana yu nawe. Bwana yu nawe. Alianza kutofautisha mahusiano ya Mariamu na Mungu kutoka kuwa mtu na Mungu wake au Mungu na mtu wake mpaka kuelekea kuwa mtu na Bwana wake. Kuna tofauti kubwa sana, na hiyo ni kazi muhimu sana watu wakatujue. Kuna mahusiano yetu. Kuna mahusiano ya sisi na Mungu kama mtu na Mungu au Mungu na mtu wake. Tuko pamoja? Hiyo ni kazi ya kwanza. Ngazi ya pili ni ya mtu na Mungu kama, yaani tunamtazama Mungu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu au Bwana wetu. Sawa? Tuko pamoja? Na hii Bwana ya hapa ni herufi kubwa zote. Achana na ile B kubwa moja. Ya herufi kubwa zote. Alafu kuna mahusiano ya tatu ya mtu na Mungu kama baba na mwana. Ndio maana kwenye sala ya Bwana tunasema Baba yetu je mbinguni. Hatusemi Mungu wetu wala tuseme Bwana wetu. Tunasema Baba yetu. Hiyo ni ngazi ya juu zaidi, ya tatu kwa juu. Lakini nimekwambia ya mtu na Mungu, ya mtu na Mungu kama Mungu na mtu wake na mtu na Mungu wake. Na hii ya pili tunataka nizungumzie kwa sasa kama Bwana. Akiwa kama Bwana ni kama lugha ya sasa hivi tuseme bosi wako. Sawa? Ambaye wewe si mtumwa, maana yake unakuwa mtumwa wa Mungu. Sasa rai ya utumwa ni nini hapa? Maana yake utafanya kile ambacho yeye anakuelekeza. Tuko pamoja? Ukifanya kile ambacho anakuelekeza, hapa amesema nitakufundisha katika njia utakayoiendea. Sawa? Anasema nitakufundisha ili upate faida. Sawa? Anasema ukikubali na kutii, utakula mema nini? Sasa yeye maana yake kama Bwana anakufundisha kwamba Bwana hakisha unatii. Wewe ni mtumwa sawa, Bwana ni mtumwa, hakisha unatii. Anaonyesha jinsi anavyoweza kwa upande wako. Na mimi ninaomba neema ya Mungu iweze kukusaidia Mungu ajidhihirishe kwako kama Bwana kwako. Kwani akijidhihirisha namna hiyo, maana yake kila kitu kitaendelea kwa usimamizi wa kwake. Biblia inasema na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Maana yake Bwana akijidhihirisha kwako atakuwa pamoja na wewe. Kwa hiyo ukienda kulala Mungu yupo. Ukienda kanisani Mungu yupo. Ukiingia kazini Mungu yupo. Na mimi nakuagiza katika jina la Bwana, utakapotoka hapa uondoke na Bwana. Ukiingia nyumbani Bwana wewe pamoja na wewe. Ukienda kazini Bwana wewe pamoja na wewe. Ukienda mahali popote Bwana wewe pamoja na wewe. Kwa nini? Kwa sababu akiwa pamoja na wewe ataweza kukusaidia kuweza kuzalisha. Biblia inasema katika ile kitabu cha Mwanzo 26, Isaka kwenye nchi ile ile ambayo ilikuwa na njaa, ambaye baba yake alipopata njaa kwenye nchi ile aliondoka kwenda Misri. Mungu akamwambia baki hapa hapa. Kwa nini? Mimi nitakuwa pamoja na wewe. Nitakufundisha hapa hapa, nitakuelekeza hapa hapa, utalima hapa hapa, utavuna hapa hapa, utachimba visima hapa hapa, utapata maji hapa hapa, utafuga hapa hapa na utapata mifugo hapa hapa. Maana ukiwa na Bwana kila mahali utakapokuwepo utafanya kitu kile kile mahali pale pale bila kujali kama mazingira yanasemaje. Hata kama kikwazo kikubwa ni mazingira, kuna ukame wa ndani, haitajalisha. Mungu atakuwa pamoja na kukufanikisha hapo hapo. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema yule mfalme wa Gerari akampata sasa, kama hii unatuzidi, tunaomba haya mawili, ama uondoke ama ukibaki basi sisi tuende kuzaa. Mungu akakusaidia mpaka watu waanze kujibembeleza kwako katika jina la Yesu. Kwa sababu alishajua huyu jamaa anazidi kuwa mkubwa, anazidi kuwa na nguvu kuliko sisi. Alafu alikuwa kitu cha ajabu sana. Alikuwa anachimba kisima, wanaenda wanang'ang'ania. Anaondoka, anaenda kuchimba. Akienda kuchimba hiki cha huko kinakauka. Inabidi wafuate tena. Akichimba cha
kina maji. Wakina kuangalia anawaachia anaenda kuchimba huko. Huko wao wakichimba maji yanatoka. Maana kitu wakiwa pamoja na ukichimba maji yanatoka. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwekeza mtaji biashara faida inaonekana. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwekeza chochote matokeo unayaona, bali unaweza kuzalisha faida ukiwa na Bwana ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Unapo utoshi kuelezea habari za mjane yule ambaye amefiwa na mume wake nabii. Biblia inasema alimfuata mtumishi wa Mungu Nabii Elisha, akamwambia mtumishi wa Mungu, unajua kabisa yule nabii aliyekufa hivi alikuwa mtumishi mwaminifu kabisa. Ila changamoto yake alikufa na madeni. Kwa nini alikufa na madeni? Kwa sababu maana yake alikopa mahali akashindwa kuzalisha. Na kama ambayo inatokea hata sasa hivi wengi wanakopa mahali afu wanashindwa kuzalisha. Ni kiasi ambacho unajikuta madeni yanaanza kukuendesha. Sasa nisikize kwa makini. Biblia inasema alipomwambia yule mtumishi, Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Cha kwanza, swali la kwanza. Kabla hajajibu akamuuliza swali la pili. Akasema nyumbani kwako kuna nini? Maana yake unaweza ukawa na kitu kadogo kama chupa ya mafuta machache. Na kwa njia ya hayo mafuta yakakusaidia kuweza kulipa deni lako. Unajua yule mama alipoondoka pale akaambiwa kwamba tafuta vyombo vilivyo vitupu. Akaambiwa aanze kumimina yale mafuta kwenye vile vyombo vitupu. Unaambiwa yule mama kutoka kwenye mtu mdaiwa sumu akawa mfanya biashara mkubwa. Nilisema asubuhi nikasema ile ilikuwa sio biashara ya madumu ya mafuta, ilikuwa ni sheri ya mafuta. Unajua kwa nini? Fikiria mafuta ya kumlipa mtu mpaka watoto wanakombolewa. Hakusema mtoto, yaani fikiria dhamana ya fedha, thamani yake ambayo waliweka mtoto. Tena sio mtoto mmoja, waliweka watoto. Hiyo ni fedha ngapi? Sasa hivi wewe nilisema mama anashika mtoto. Hivi ikitokea tunataka tukukope hela ili tupatie huyu mtoto, thamani yake itakuwa shilingi ngapi? Haipo. Kuna thamani ambayo tunaweza tukalipa. Sasa fikiria ilikuwa deni ambalo dhamana yake walikuwa watoto, sio mtoto mmoja. Kwa hiyo mama alitoka kutoka kwa mdaiwa sugu, akasaidika akawa mfanyabiashara mkubwa. Na mimi nisema ile ilikuwa ni zaidi ya cheki, kwa sababu alilipia madeni ya watoto wake wote, lakini sio tu hivyo, akajikuta anakuwa na mabaki au salio linaloweza kumsaidia kula yeye na watoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo haikujalisha ile nchi ilikuwa na njaa, haikujalisha ile mazingira ilikuwa nasemaje, haikujalisha watu mtaani walikuwa wanasema huyu ni mdaiwa, wanamsemea, wanamnyosha vidole, wanasema huyu ni mfiwa, wanasema huyu hivi, wanasema huyu vile. Haitajalisha hata kama kwako wanaweza kusema neno lolote, lakini wewe angalia neno la Bwana linasemaje juu ya maisha yako. Angalia neno la Bwana linasemaje juu ya kuzaa kwako. Angalia neno la Bwana linasemaje juu ya uzalishaji wako. Kama Mungu ameshaahidi kwamba atakubariki na anasema zaeni mkaongezeke, maana ameshaachilia hiyo baraka ya kuongezeka. Kwa hiyo wewe endelea kuzalisha hata kama watu wengine watatafuta vitu vingine. Haitajalisha kutoka kwenye mdaiwa sugu utajikuta unakuwa mfanyabiashara katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Nasema haleluya, haleluya. Ulanga utoshi ni kwa mfano hapa. Omba Mungu akijidhihirishe kwako. Unamkumbuka Yusufu? Biblia inasema Bwana akawa pamoja na Yusufu. Nilipenda hiyo. Kwa sababu Mungu anaweza kaona hata nchi za ugenini. Sikia. Yaani unatoka nchi ya ugenini, Misri kabisa. Alafu Mungu anakupa uko na wewe. Alafu Biblia inasema akamfanikisha katika yote. Tena sio tu kumfanikisha, akamstawisha. Mpaka yule Potifa, Biblia inasema akaacha mambo yote mikononi. Unajua ukiwa unazalisha vizuri kule ofisini, watu wanaanza kuachia mambo yote wakijua wewe unaweza kila kitu. Na ndio maana ndio ile tunasema ndani ya kupandisha cheo. Maana unafanya kitu unapanda cheo. Unafanya kitu unapanda cheo. Kwa sababu watu wanajua unaweza kuwa meneja wa hicho. Kwa hiyo Mungu anaweza kukupatia huo meneja. Na mimi natamka kwenye hii madhabahu ya Bwana, Mungu akupe huo meneja katika jina la Yesu. Mungu akupe huo meneja katika jina la Yesu. Kwa nini? Kwa sababu Bwana atakuwa pamoja na wewe. Haitajalisha ni nchi ya ugeni, haitajalisha ni nyumbani. Popote chochote utakachokishika, Mungu akakistawishe na kukifanikisha. Na watu wanapotazama wanajua huyu aliyefanikisha hili ni Mungu aliyepo ndani ya huyu. Ni Mungu aliyepo ndani ya huyu mama. Ni Mungu aliyepo ndani ya huyu baba. Ni Mungu aliyepo ndani ya huyu kijana. Kwa sababu utakuwa ni Mungu ndani yako. Haleluya, haleluya. Haitajalisha watakupeleka jela kwa sababu wana wivu, lakini bado kule jela Mungu atakuwa pamoja na wewe. Kwa chakula chote na mwongozo wote kule jela. Yusufu hakuwa meneja. Maana hata mkuu wa gereza Biblia inasema aliachiwa, yaani alimwacha huyu jamaa awe kiongozi wao kule. Kwa jamaa akakaa. Yeye mwenyewe Mungu hicho Mungu, haleluya. Mungu akitaka umsaidie, hawezi
kuhakikisha kwamba wewe unazalisha cha msingi kwa wewe endelea kung'ang'ania. Bwana Yesu asifiwe. Usianze kutafuta plan B kama Ibrahim. Ibrahim alipoona kama Mungu anamchelewesha hivi, umleta Isaka akaona nitafuta Ishmaeli. Haikuwa kusudi la Mungu. Na usije ukajaribu sawa. Jaribu hiyo ni tahadhari muhimu sana. Wewe endelea kusimamia kusudi la Mungu, Isaka wako atakuja tu. Haleluya. Jambo la tatu tumalize hapa. Jambo la tatu. Achilia sadaka kutunza mazao yako. Achilia sadaka kutunza mazao yako. Kuna kitu ambacho wengi wakizungumzia sana kwenye ile ule nabii wa Malaki 3 mstari wa 10 mpaka 12. Malaki 3 mstari wa 10 mpaka 12 anasema hivi: leteni zaka kamili ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, ndiyo kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Mstari wa 11 ndio nataka nisisitize. Anasema nami kwa ajili yenu. Hebu sema nami kwa ajili yenu. Nitamkemea. Anasema nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye. Kwa hiyo kuna yuko ambaye anakula. Anakula nini? Mstari tunaendelea. Anasema wala hata haribu mazao yenu, mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake. Okay. Kabla sijafafanua hii. Nakumbuka wakati ambao Nuhu amejenga safina, ametoka ndani ya safina. Biblia inasema akamjengea madhabahu akatoa sadaka. Si nakumbuka hiyo? Biblia inasema alipotoa ile harufu ya sadaka ikamfurahisha Mungu kiasi ambacho akatoa baraka za aina mbili. Moja, akazuia lile pigo lake, akaweka adamu na wanadamu. Akasema sasa sitapiga tena. Ile ya kwanza. Ya pili, alitoa baraka moja kwenye Mwanzo 8:24. Anasema wakati akaanza kurudisha majira na nyakati. Akaanza kurudisha majira au wakati wa kupanda, akarudisha na majira au nyakati pia za kuvuna. Unajua kwa nini? Kwa sababu adui mara nyingi huwa anakubana mara nyingi hapa kwenye kuvuna. Akishindwa kukubana kwenye kupanda, maana yake akashindwa kuzuia kuwekeza mtaji mahali, akashindwa kuzuia kuanzisha biashara mahali, akashindwa kuzuia kupata kazi, anakuzuia kwenye kuzalisha kwa faida, kwa sababu anajua akibananisha unaanza kata tamaa na kuchoka. Lakini Baba tunaambia kwamba kwa sadaka yako unaweza kukusaidia kuweza kulinda au kutunza mazao yako. Biblia inasema kwa sababu yenu au kwa ajili yenu, kwa njia hii ya sadaka, mimi Bwana nitamkemea alaye. Maana tunapoachilia sadaka tunamruhusu Mungu kumkemea anayekula. Anayekula vitu gani? Vyanzo vya mapato ya ile sadaka ambayo tumetoa. Tuko pamoja? Maana kula wewe sio unapozalisha, na wewe umetoa sehemu ya 10 faida ya kile ulichokizalisha. Sasa unapotoa, unaitoa kama mbegu, unamruhusu Mungu kuweza kumkemea yule alaye. Na mimi nakuombea kwa sadaka ambayo utaitoa asubuhi leo, Mungu aweze kukumbuka ya kwamba aweze kumkemea yule alaye. Kile unachokitoa akakumbuke vyanzo vya mapato yako. Kwa kama kuna roho za chumauete, kama kuna roho za hasara, Mungu akazikemea. Kwa nini? Kwa sababu hata kama zinakuja kwa njia ya magonjwa, Mungu aweze kuyazuia, kwa sababu anajua yakija magonjwa baada ya kupata ile faida utazipoteza fedha zote kuelekea kule. Na mimi nakataa ile magonjwa katika jina la Yesu. Ninakataa hiyo hasara katika jina la Yesu. Ninakataa hiyo hasara katika jina la Yesu. Ninakataa hiyo hasara katika jina la Yesu. Na Mungu akamkemea huyo alaye, hata kama anakuja kwa njia moja, akamtawanya kwa njia 7. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake Mungu anajua katika biashara hii, katika uzalishaji kuna fungu langu la 10 huko. Kwa hiyo ninapokemea huko, ninamzuia na mruhusu yule kupata faida zaidi, kuzalisha zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu tufanye zoezi. Anza simama na ile sadaka yako. Kama kuna mtu amejiandaa kwa fungu la 10, jiandaa na hiyo sadaka. Lakini kwa kabisa wangu naomba tafadhali sana. Niweke chombo hapa. Nafanya zoezi hapa na kuunganisha sadaka na maombi yetu.